Kifo sio matokeo ya dhambi. Narudia tena, kifo sio matokeo ya dhambi. Dhambi alifanya nani? Alifanya Adamu na Hawa, si ndio? Alifanya mwanadamu dhambi, si ndio? Sasa kama dhambi alifanya mwanadamu, mbona tunaona mimea inakufa? Mimea imefanya dhambi gani? Mbona tunaona wanyama wanakufa? Wanyama walifanya dhambi gani? Dhambi sio matokeo, kifo sio matokeo ya dhambi. Tunanielewa eh? Kifo ni kanuni ya kawaida kabisa ya asili. Fikiria kama watu wote waliopita, mimea yote ingekuwa tu hai, yani hamna kinachokufa, wanyama wote wanaendelea kuishi, kila kitu kinaendelea kuishi. Tusingekuwa na nafasi. Lazima tupeane nafasi, vingine vitoke ili vingine vije. Ni cycle, ni mzunguko, ni sifuri ile zero tunaiona. Life is a cycle. Tunazunguka, tunapeana nafasi. Hii ni kanuni ya kisayansi tu ya kawaida. Kifo sio matokeo ya dhambi. Ni kanuni ya kawaida ya kisayansi. Nakuja katika hii space, unaonesha nani yako, unafanya kilichokuleta, unaonesha kusudi lako, unapita, wanakuja wengine. Hivi hivyo tunatembea katika space. Ni kama vile unapoona kwenye mpira, unapoenda uwanjani. Huwezi kukaa uwanjani unacheza nyie tu kila siku. Lazima mkishamaliza kucheza mdoke, waje wengine wacheze mdoke. Hata namba zile sio ya kwako wewe peke yako. Ukicheza ukionekana umechoka, unatoka, anakuja mwingine anacheza, anatoka. Yani ni hivyo katika maisha, na kuingia na kutoka. Kuingia na kutoka sio sababu ya dhambi. Kama ingekuwa ni sababu ya dhambi, sinasema Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Mbona baada ya kufa kwa ajili ya dhambi zetu bado ataendelea kufa? Nonsense. Fikiria vizuri. Amka ndugu yangu.